Yaani unataka kumfahamu Mungu kwenda kwenye vilindi vya ndani vya moyo wako. Sasa hiyo huwa ni wewe mwenyewe unavyotaka. Kama unataka kumsikia tu, kama unamhitaji tu saa ya kula baba yetu aliye mbinguni sivini ninakula, basi itabaki pale pale na mafunuo hutayapata. Lakini kadri unamwambia Bwana, ninahitaji nikufahamu. Ndio. Nina haja na wewe. Ndio. Ninataka niingie katika kipindi na nasema katika kipindi hiki tulicho nacho. Ndio. Ni kipindi ambacho Mkristo ambaye haingii vilindini ana Ukristo wa juu tu, si baridi si moto. Utamezwa kama panzi, utamezwa na wachawi, utamezwa na mizaha tu, mizaha. Utakwenda vitu vyako, unaenda kufanya kila unachokifanya unaona kimeharibika, wewe unaona kwamba labda umerogwa, kumbe wewe hata hujarogwa. Ni kwa sababu ufahamu wako wa Mungu. Yaani hiki kipindi tunachokipita, kama humjui Mungu. Unajua juzi nilikuwa naangalia kwenye nani network, kwenye mtandao. Nikaona kwamba mama mmoja ni mchungaji, mume wake ni mchungaji, wametoka kanisani, wamehudumu, majasho yamewatoka, wamefika nyumbani, mume wake akampiga mpaka akamuua. Sasa nasema ni kipindi ambacho hata maisha ya mwanadamu sasa hivi hayathaminiki. Na sio wa kwanza, tumeshapitia mwingine Nigeria juzi hapa. Kwa hiyo ni kwamba maisha ya mwanadamu, hata wale waliokuwa walinzi ndio wamekuwa wauaji. Hata watu kwenye biashara tu, mtu hujamlipa deni lake kidogo tu anakukodishia, watu wanakuua. Kwa hiyo maisha yamekuwa ni hati.